Unajua hapa duniani kuna usiku na mchana. Unaelewa? Ni hapa duniani kuna usiku na mchana. Mimi naamini kuzimu ni giza tu. Mbinguni ni nuru tu. Kuzimu ni giza tu. Mbinguni ni nuru tu. Hapa duniani kuna usiku na mchana. Hapa duniani ndio kuna Jumatatu na Jumanne. Kwa Mungu ni milele. Ndio maana Mungu achelewi wala hawai. Wewe unabana na miaka, wewe unabana na wiki, wewe unabana na miezi. Yeye Mungu hana mwaka na mwezi. Yeye ni milele. That's why achelewi wala hawai. Uwe mvumilivu tu, atafanya kwa majira yake. Amen. Haleluya. Ibrahimu alikuwa hasa kukata tamaa. Sababu kiangalia Biblia Ibrahimu umri ulikuwa umeenda. Umri ulikuwa umeenda na Sara alikuwa umeenda, umri umeenda. Lakini Mungu achelewe wala hawai. Akamjibu kwa wakati wake Mungu. Wewe shika sana ulicho nacho. Na kwa kuwa Mungu amekupa neema kuzaa matunda, amini utazaa matunda kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo tulipata neema kupita sehemu nyingi sana. Lakini msingi mkubwa ambao ninataka nimjue na tuondoke nao mahali hapa. Tunaangalia, tumechukua mfano ule wa kwanza wa yule mtu aliyopanda mbegu njema shambani mwake. Adui akaja akapanda nini? Magugu. Na tukagundua kwamba magugu yalipatikana kwa sababu jamaa alilala. Lakini tukaja tukaona tena mfano mwingine wale wamama wawili walikuwa wamepata watoto. Wale makahaba wawili walipata watoto. Mmoja akamlalia mwenzake, akamlalia mtoto wake akafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokufa usiku akaamka akambadilishia mwenzake. Na mara baada ya kumbadilishia mwenzake, yule aliyokufa akamfanyia, wakaenda kwa mfalme. Mfalme akafanya maamuzi. Akasema leta upanga tukate pisi mbili hapo. Yule ambaye mtoto wake amekufa akasema tukate pisi mbili. Moyo anasema tukose wote. Mfalme akagundua moyo wake, wewe sio mwenye mtoto. Mpewe. Lakini kosa lilifanyika wapi? Huyu mwenye mtoto alilala. Mwenzake akambadilishia. Kwa hiyo kwenye mafunuo yote, kwenye sehemu yote uliyowekwa, usilale. Na nimekwambia kulala kuna tafsiri nyingi. Kulala maana yake kubweteka. Kulala maana yake kurizika. Amen. Haleluya. Usirizike. Nimekwambia kwa kila Mkristo, kila siku nataka upande viwango. Huyu Mwakaseke tunamuona sasa hivi anakaa na maelfu wanamwangalia kwenye viwanja na mama yake wanamwangalia kwa TV na YouTube. Alianza na watu 4. Ndio. Alianza na watu 4. Ukisikiza ushuhuda wake, anakwambia alianza na watu 4 kila nyumbani kwake. Baada akapanda viwango, akatoka pale akaenda kwenye makumbi ya kanisa, baada akapanda viwango, akaenda Elite. Wala kwa tunafahamu historia Mwakaseke. Elite ile pale karibu na Joseki. Alifanya semina pale. Pakao padogo baba. Akahamia Metropole. Pakana huko padogo. Akaenda Alshameru. Hii unaenda kule nani? Alshameru. Pakao padogo. Leo hii yuko NMC. Nani? Leo. Na panaendelea kwa nini? Wewe